Lieni kesho ambayo tujui itazaliwaje isikuwe ya aibu. Hiyo ndiyo tu maombi ninawaomba wapendwa. Angalieni tusichekelewe. Shetani asija akatuchekelea akiwa ametumaliza nguvu. Tusije tukachekelewa tukiwa tumemalizwa nguvu na mulikuwa umeshikana mumukemee mumuangushe, lakini kwa sababu ya kutokujielewa akawamaliza nguvu, akaanza kuja katika mwili kuwachekelea na kuachilia maneno yake, akiwauliza, kwani mulilemewa? Kwani muliacha kufanya ibada? Kwani muliacha kukemea? Kwani muliacha maombi? Mkiwa mmemalizwa na shetani. Sio mwingine, sio mtu mwingine atawamaliza. Hapana, Mungu amalizi mwanadamu, yeye umpea nguvu ya kwenda na mbele. Kazi ya shetani ni kukumaliza katika ulimwengu wa roho, ni kukumaliza nguvu ya kumkemea, ili katika mwili akutiishe miguuni mwake. Hiyo ndio kazi yake. Na watu hapa tusipoelewa, tunaweza kuwa tuko wawili watatu hapa, tunaweza kuwa tuko wachache, lakini kwa wachache hatujajitoa, hatujamaanisha. Mtu hajakaa chini akajua huyu anamtegemea Yesu na mimi nimtegemea Yesu. Kwa hivyo tunaposhikana, hakuna mtu anaweka mzaa ama mchezo. Hiyo ndiyo tukielewa hivyo, Mungu anaweza tupeleka mbali sana. Lakini tusipoelewa hivyo, tutavutana huku na huku. Apata mtu anakuja kanisa kwa kulazimishwa. Mwingine ako tu hapo kwa sababu ni nyumbani. Ni nyumba tu hapa. Tukikuwa tu namna hivyo, ni ngumu kuinuka. Ni ngumu kuenda deno. Ni ngumu sana kuenda. Hata ni ngumu kumuona Mungu akikatika maisha yako. Ni ngumu sana. Kwa sababu Mungu angalia pale mahali hapaonekani. Unaona pale hapaonekani, pale ndio Roho Mtakatifu anapaangalianga. Pale hapaonekani ndiye yeye anapaangalianga, na hapo ndio pananena. Si Jumapili ujumbe ulikuja, nafikiri ni nyokafi. Ukisema sijui ukasema uliona injili inahubiriwa, lakini kila mtu ako nini? Shughuli zake. Nafikiri ndio ndoto ilikuwa nalenga mahali hapo. Unajua, hapa tumetangaza msimamo wetu. Hata mnapoona watu wanatoka nje, hata wanakuja hapa kuungana na sisi, huo wanakuja, lakini hawajamaanisha. Mtu hajaamua kutoka ndani ya roho yake kuwa anasema watu wao vile nimeona wako serious, watu wao vile nimeona wamejitoa kumwabudu Mungu, mimi nitashikana na wao. Yaani sijui kama umeenda kukaa na watu ukaona mtu vile amejitoa kumtafuta Mungu, ukasema madugu nitarudi nikashikamana na wao. Nitashikana na watu juu vile nimeona wamejambea na wingi. Hapana, sitarajia kanisa ijaa watu milioni hapa ndio useme tu sasa tuko sawa. Hata tukiwa hivi tulivyo, ikiwa tutamaanisha, ikiwa basi tutamwabudu Mungu kutoka ndani ya mioyo yetu, basi surubini kuinuliwa. Surubini kumuona katika maisha yetu akijifunua. Lakini kama bado tunavutwa hapa na hapa, ni vingumu sana. Tutaishi kuzunguka tu sako moja hivi. Yaani utaishi tu kuzunguka mahali pamoja. Kwa macho haya unaonekana tuko pamoja. Kwa haya macho ya nje nikikuangalia naona tuko tu pamoja. Lakini katika ulimwengu wa roho, Mungu akikuangalia anaona huyu hajawahi maanisha, hajawahi kata kauli ya wokovu. Sababu kutubu si ni kuacha, si kurudia tena. Kutubu ni kuacha. Hiyo ndiyo safari na kuanga hivyo. Wana wa Israeli Mungu anawaangalia, anaona nyinyi wameenda mbali sana na Misri. Angalia mioyo yao bado iko Misri. Na amegundua ni Mungu atakayeniwezesha kushinda majaribu yote ninaye kumpana nayo. Hakuna njia ingine. Hata kumwabudu Mungu pia unaitisha nguvu. Pia hata kumwabudu Mungu pia ni yeye anakupea nguvu. Sawa na vile umejitoa. Sawa na vile utakayejitoa. Tusipofika hizo viwango, safari kwetu ya ndoto itakuwa ngumu. Safari itakuwa ngumu. Mungu anawezesha mtu vile anajitoa.
vile umejitoa, vile unahukumika ndani yako, vile unasikia yani ndani yako unajiuliza itakuwaje? Itakuwaje kama leo sijaomba? Itakuwaje leo kama sitakwenda kanisa? Itakuwaje kama roho yako itafika mahali pa kuhukumika? Basi Mungu hatakuachilia. Na tusipofika hizo viwango, basi hata kumwona Mungu kwa maisha yetu ni ngumu sana. Ni ngumu. Hai. Shoka imeinuliwa, inakata mti usiozaa na unawekwa mbali. Shoka imeinuliwa, inakata mti usiozaa. Mti ni nani? Ni mtu huyu hajaamua kuchukua hatua ya kuamua kumtumikia. Mitume waliungana pamoja wakafanya mambo makubwa sana, lakini wakainukiwa sana 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 hata kiwango waangamizwe. Lakini kuna mtu mmoja anaitwa, hiyo Matendo ya Mitume tulikuwa tunaisoma, Gamalieli 5:30 kuanzia 34. Tabu sikieni, huo mtu alisimama akashuhudia habari za hao watu, kumaanisha alikuwa amewaangalia muda mrefu sana kazi walikuwa wanafanya, na injili alikuwa anahubiri na maombi alikuwa anaomba. Hebu anzie hiyo 34. andiko inasema, Gamalieli anaingilia kati. Lakini mtu mmoja Farisayo, jina lake Gamalieli, ndio mwalimu wa Torati, ndio mwenye kuheshimiwa na watu wote, ndio akasimama katikati baraza, akaamuru mitume wawekwe nje kitambo kidogo. Ndio Akawaambia, enyi waume wa Israeli, jihadharini jinsi mtakavyowatenda watu hawa. ndio Kwa sababu kabla ya siku hizi aliondoka Theuda akijidai ya kuwa yeye ni mtu mkuu. Huo mtu alisimama, huyo Gamalieli alisimama ashuhudia, ni Mafarisayo. Alisimama awaambie mambo kuhusu hao watu mnataka kuwachukulia hatua. Na ndio naona Biblia inasema lakini mtu mmoja Farisayo, jina lake Gamalieli, mwalimu wa Torati, mwenye kuheshimiwa na watu wote, akasimama katika baraza, akaamuru mitume wawekwe nje kitambo kidogo. Akawaambia, enyi waume wa Israeli, jihadharini jinsi mtakavyowatenda watu hawa. Yaani hiyo ni maonyo, anawaonya. Endelea tu, utapata picha hapo. Endelea. Kwa sababu kabla ya siku hizi aliondoka Theuda, akijidai ya kuwa yeye ni mtu mkuu. Watu wakapata 400 wakashikamana naye. Naye aliuawa na wote maandiko yanasema, naye aliuawa na wote waliomsadiki wakatawanyika wakawa si kitu. Naye aliuawa na wote waliomsadiki wakatawanyika wakawa si kitu. Endelea. Baada ya mtu huyo aliondoka Yuda Mgalilaya siku zile za kuandikiwa orodha. Baada ya mtu huyo aliondoka Yuda Mgalilaya siku zile za kuandikiwa orodha. Akawavuta watu kadhaa wa kadhaa nyuma yake. Naye pia akapotea na wote waliomsadiki wakatawanyika. Basi sasa nawaambia, jiepusheni na watu hawa,
Waacheni, kwa kuwa shauri ili au kazi hii ikiwa imetoka kwa binadamu itavunjwa. Basi sasa nawaambia, jiepusheni na watu hawa, waacheni, kwa kuwa shauri ili au kazi hii ikiwa imetokana kwa binadamu itavunjwa, lakini ikiwa imetoka kwa Mungu hamwezi kuivunja. Amina. Yaani nataka muelewe mambo yale mwanadamu alijaribu kuoneshwa ni watu wanaangalia. Huyo Gamalieli anawaambia kulitokea mtu wa namna hiyo anaitwa Theuda, akakusanya watu zaidi ya mia ngapi? 400. Lakini kwa muda tukaona amefanya nini? Ameangamizwa na watu waliokuwa msadiki, wakatawanyika. Kila mtu akaenda nyumbani mwake na maumivu ya ghafla. Baada ya kuzikwa ukatokea mwingine anaitwa Yuda. Yuda pia akatokelezea akakusanya wengine. Yote ni mfano, ni wahubiri tu wanahubiri Injili, lakini wanakuja na nguvu wakisema Mungu ametutuma, Roho wa Bwana ametuongoza, watu wanawakimbilia, lakini kwa muda anakuja anafanya nini? Wanaachana tu, watu wanatawanyika. Ndio maana Gamalieli akawaambia, na mitume mnawaona hivi, waacheni. Kama kazi hii Injili wanahubiri, ikiwa hii kanisa ni Mungu amelifufua, basi hamtaliweza kulivunja. Waacheni tu hii kazi. Kama ni mwanadamu ameanzisha, mwisho itateketea, lakini kama ni Mungu ameanzisha, hamtaweza kufanya nini? Kuisimamisha. Na akaondoka akaenda zake. Kazi ya Mungu haizuiliwi na mwanadamu wala isimamishwi na yoyote. Kazi alianzisha ni Mungu. Msingi ule Mungu ameweka, kwa mkono wake, hakuna wa kuuvunja. Hata upinzani ukakuwa kama nyota za mbinguni, hata watu wakainuka wakasema hiyo kanisa tutaifunga, hiyo haitaendelea, hakuna wa kuisimamisha. Lakini ikiwa ni mwanadamu ameanzisha kwa akili zake, haiendi sana, tamalizwa. Na ndio maana nikawaambia wapendwa, na sisi tuangalieni. Ni watu wanaonekana walikuwa wameanzisha ibada. Theuda alikuwa na watu wengi, lakini muda si muda watu wakaonekana wametawanyika. Tena Yuda ndiye huyo Mgalilaya akaanzisha pia huduma yake, lakini baada si muda kateketea hivyo. Tena sisi tuangalieni, tuko pande gani? Tuko pande ya kutawanyika ama tuko pande ya kuonekana watu hawa mkicheza na wao mtaangamia? Sababu kazi hii kama ni Mungu hamtaweza kumaliza hawa watu. Hiyo ndio mambo inafaa kuangalia sana, kwa sababu kanisa tusipojiangalia vizuri, mwisho wetu unaweza kuwa wa aibu. Na kicheko kikubwa sana ukichekelewa. Tujiangalieni, tusiwe watu wa kusukumiwa tena, tusiwe watu wa kulazimishwa ama kusukumiwa mambo. Wewe ni watu wa kujua tunamtegemea Mungu aliye juu mbinguni, Mungu asiyoshindwa, Mungu mwenye wivu. Dada yangu nyokavu, umejikaza na familia yako kuja nyumbani mwa Mungu, alafu mwisho kaanza kuchekelewa na wale ulikuwa na wapita tu ukipita. Wale madada uliona ukihubiria, wale uliona ukiwaambia mwenda kanisani, wanakushangaa. Mwisho akaanza kugeuka wakuchekelea. Na si ati ni Mungu alipenda uchekelewe, ni wewe uko umemaanisha kutoka ndani ya roho yako. Si ati ni Mungu amependa tuaibike, ni watu kutokuwa wamemaanisha, kutokuwa wako tayari kupitia kwa njia nyembamba, iwe ni kwa gharama na mbona gani, iwe imejaa moto na miiba, wameamua kulipia gharama, mradi tu waende na Mungu. Biblia inasema, Mungu anasema apendi hata roho moja iangamie. Apendi hata roho moja iangamie. Apendi hata mnaonanga wanakuja hapo wanalemewa kurudi tena. Hawakuangi wamemaanisha kutoka ndani ya mioyo yao. Wakuangi mtu ameamua, wanakujanga wakiwa fugufugu.